Naam, assalamu alaikum. So hii question huwa inakuja mara kwa mara. Mara nyingine utaifanya uipate, mara nyingine utaifanya uikose. Tuiangalie pamoja. Tuambiwa a water vendor has a tank capacity of 18,900 liters. Kwa hivyo kuna tanki hapa 18,900 liters. The tank is being filled with water from two pipes, A and B. Kwa hivyo kuna pipe A na kuna pipe B. Tofauti yake ni nini? Water flows at the rate of 150,000 centimeter cubed per minute through pipe A. Kwa hivyo pipe A ni 150 liters. 150 liters. Alafu pipe B ni 120 liters per minute. If the tank is empty and the two pipes are opened at the same time, calculate the time it takes to fill the tank. Kwa hivyo in 1 minute, sio? Manake ni 150,000 per minute na hii ni 120,000 per minute. So in 1 minute wakiwa wanafanya kazi pamoja watajaza kiasi gani? 150 plus 120 itakuwa ni 270 liters, sio? So kama tunataka kujaza 18,900 liters, hapa ni 18,900 liters, itakuwa in how many minutes? In 1 minute tunajaza 270 liters. How many minutes will it take us to fill in to fill 18,900 liters? Nipeni fikra. Cross multiply, sio? Answer ngapi? So answer itakuja answer itakuja answer itakuja 70 minutes. So answer hapo 3 marks 70 minutes. Sio, iko sawa mpaka hapo? Part B. On a certain day, the vendor opened the two types A and B to fill the empty tank. Lakini after 25 minutes. So after 25 minutes atakuwa amefanya kiasi gani? After 25 minutes atakuwa amejaza 25 times 270. So 25 times 270 ambao utapata ngapi? 6750 zimejaa. After 25 minutes he opened the outlet tap to supply water to his customers at an average rate of 20 liters per minute. So kama 270 zinaingia namna hii, nakumbuka sio kulikuwa na zile 270 za kuingia tap A na tap B, lakini 20 zatoka. So in 1 minute ngapi ndo zabaki ndani? 270 minus 20 ambayo itakuwa ngapi? 250. So after 25 minutes he opened the outlet tap to supply water to his customers at an average rate of 20 liters per minute. So swali lauliza calculate the time it took to fill the tank on that day. So if 250 liters is in 1 minute, if 250 liters ndo zinajaa in 1 minute, what about the remaining part of the tank? Kwa sababu paka sasa ashatumia 25 minutes na ashajaza kiasi gani? 6750. So ukichukua 18,900, si hapa juu tuliambiwa ni 18,900 ndio the whole tank. So ukichukua 18,900 minus 18,900 minus ngapi? Minus 6750, utaona zilizobaki ni 12,150. So 12,150.
what about 12,150 itajaa in how many minutes? Answer itakuja ngapi? 12,150 times 1 alafu divide by 250, so itachukua 48.6 minutes kujaza the remaining part of the tank. Lakini kumbuka tayari alikuwa asha spend how many minutes pale mwanzo? 25. So ukiadd utapata nini? Utapata that day it took 73.6 minutes to fill the whole tank. Hapa tumefanya nini? Tumeplus. 4 marks. Mumecheck answer, tumepata hiyo. So part inayosumbua sana kawaida ni hii ya chini. Na hiyo hata mimi mara nyingine nikiifanya na ikosa, mara nyingine naipata. So tuisome kwa makini maji yanayoingia na maji yanayotoka. So the vendor supplied a total of 542 jerrycans on that day, each containing 25 liters of water. So water supplied ama outlet hii, sio? Hii ni the vendor supplied a total of 542. Kwa hivyo water supplied on this day itakuwa ngapi? Itakuwa ni 542. Naam. Sawa, kieke hapa. So 542 times, wewe ushaifanya hii topic ya rates of flow? Rates of flow na mixtures ushafanya? Kesho niambie tuipitie inshallah. So 542 times 25 itakuwa ametoa maji kiasi gani aliyouza? 13,550. So 13,550 liters. Hii ndio maji ambayo ameuza. Kisha if the water that remained in the tank was 6,300 liters, calculate in liters the amount of water that was wasted. So kama umefanya bila kufikiria haraka utasema si ametoa 13,550 na iliyobaki ni sawa, inshallah taona. So iliyobaki ni 6,300. Hivi nafanya lakini ni makosa, Tutafanya bila kufikiria. Itakuja ngapi hapa? 19,550. Na wewe unajua tanki ilikuwa na ngapi? 18,900, sio? 19,850, sawa. So ukichukua 19,850 minus 18,900 utaona kama ambaye 950 liters of water have been wasted, lakini hivyo sivyo. Kwa nini? Kwa sababu kumbuka hapa pale yuauza maji kuna huku maji yanaingia na huku maji mengine yanafanyika nini? Yanatoka, sawa? So hapa lazima tuwe na makini. Lazima tuhesabu maji kwa makini. Tutasema maji yaliyotoka ni 13,550. Kisha the water that remained in the tank was 6,300. Kwa hivyo plus 6,300 hapa. Acha tujaribu tena 6,300. Ukiadd hii utaona maji ni kiasi gani? 19,850. Lakini maji yaloingia siku hiyo sio 18,900 liters only. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na time huku maji yanaingia lakini maji mengine yanafanyika nini? Yanatoka, sio? So lazima tujiulize sasa siku hiyo waambiwa anapokuwa yuauza maji yuauza 20 liters per minute. Na maji yenye kuingia ni kiasi gani? 250 liters per 270 anaingia na 20 anatoka. So hapa tulipokuwa tunataka kujua how much time was taken to fill in the tank, ndo tukajiuliza if 250 is in 1 minute, what about 12,150 ambayo ndio the remaining. Lakini sasa tushajua kwamba 48.6 liters 48.6 minutes ndo zilitumika wakati huku kuna maji yanaingia na huku kuna maji yanafanya nini? Yanatoka. So tukitaka kujua the total amount of water iliyoingia, tutafanya nini? Tutakuja hapa tutasema kama vile hapa tulisema water out. Hii ilikuwa ni water out. Hii ni water out. Sasa tukaangalia water in. Itakuwa 270 times
48.6 ambapo utapata ngapi? 13,122. So itakuwa ni 13,122. Kisha plus yale maji yalikuwa yameingia in the first 25 minutes. Unakumbuka sio hapa? In the first 25 minutes kuliingia 6750. Haya, ukiadd hiyo 13,122 plus 6750 utapata kiasi gani? 19,872. Na hapa tulipo add tulipata ngapi? Hapa tulipo add 6,000. Hapa tuambiwa 6,300. Hizi ndo zilizotoka kisha plus zilizobaki. So itakuwa ngapi? 19,850. Sasa hii ndio maji yote yaliotoka paka yakabaki. Lakini na maji yalioingia siku hiyo ni kiasi gani? In the first 25 minutes, alafu in the following 48.6 minutes. So maji yalioingia ni 19,872. So ukitaka kujua water that was wasted itakuwa kiasi gani? 19,872 minus 19,850 ambayo itakuja ngapi? 22 liters. So ilikuwa taka tu uwe na makini ujue maji gani yameingia na maji gani yametoka. Kama ushaifanya hii biashara ya kuuza maji, kidogo question inakuwa rahisi kwako kuhesabu, lakini otherwise ni wewe uhesabu tu total water in na total water out, ndio utajua sasa iliyobaki ni kiasi gani na ilikuwa yafaa ibaki kiasi gani. Kuna njia nyingi za kuifanya hapa mwisho, mimi nimechagua method moja, lakini najua nyinyi mweza mkaifikiria mkapata method nyingine ya kuifanya. So hii ilikuwa ni KCSE 2016 rates of flow. Ukitaka the whole topic na mazoezi mengine tupate kwenye WhatsApp 0717 588 568. Mushaikramu namba, sio? Sawa kabisa. Yes jamaa, where are you watching us from? Sisi tuko hapa Old Town Mombasa. Sasa ikiwa ni 9:50 PM, tunafanya mazoezi ya maths tukijitayarisha kwa KCSE. Na nyinyi mko pande gani ya Kenya? Let us communicate. Ahsantu.